Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mungu idumu pamoja nanyi daima. Nina kila sababu ya kusema asante kwa wingi wa rehema na fadhili zake Mungu katika mambo yote. Mungu ni mwaminifu. Amani ya Mungu idumu kwenu daima. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa rehema, tunapoingia kwenye wakati mzuri wa kutafakari neno lako, tunaomba hekima yako na uweza wako ukatende pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nipende kuwakaribisha watazamaji wa Nuru Ndogo Gizani TV popote mlipo na wasikilizaji katika neema kubwa ya Mungu. Leo tunakwenda kupata neno la kututia nguvu na kutusogeza miguuni pa Kristo. Ni kweli maandiko yanasema wazi, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi duniani si nyingi, nazo zimejaa taabu na shida nyingi. Lakini maandiko haya yanasema Mungu tufundishe kuhesabu siku zetu tuweze kuwa na hekima. Lakini maandiko haya yanasema Mungu alitazama kutoka juu mbinguni aone kama kuna mtu mwenye akili anayemtafuta Mungu. Hakuona hata mmoja, kwa kuwa wote walikuwa wameoza. Na mawazo yote aliyokuwa akiyawaza mwanadamu yalikuwa ni maovu mbele za Mungu. Mimi niliyezaliwa katika wakati huu, nimezaliwa na wazazi ambao ni waovu. Je, kuna namna yoyote ambayo mimi niliye mwovu ninaweza nikasimama mbele ya Mungu mwenye haki nikiwa na matumaini makubwa? Katika Yohana 3:16 Biblia inasema wazi ya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumbe Mungu alimtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ambaye siku zake zimejaa taabu na shida, amezaliwa katika mazingira yenye dhambi, anao nafasi kubwa kabisa ya kusimama mbele ya Mungu mwenye haki kupitia njia ya Yesu Kristo kwa kumwamini. Kitabu cha Wathesalonike wa pili mstari wa 3 Biblia inasema wazi, lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Ni kweli tumezaliwa katika mazingira ambayo tayari yako kwenye vita. Tunazungukwa na mambo mengi ambayo yanapeleka wanadamu kuwaza yasiyofaa, lakini Mungu tayari ni mwaminifu. Atawafanya imara wanaomwamini na kuwalinda na yule mwovu. Haijalishi umechukuliwa kwa muda kiasi gani na kutumikishwa na falme ya giza, lakini nuru hii ndogo ikaangaze katika maisha yako. Mpango wa upendo wa Mungu kadhilike kwako. Yeye ni mwaminifu ambaye atakufanya kuwa imara na kukulinda na yule mwovu. Hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu. Kwa upendo wake mkubwa alimtoa Kristo ili kila mtu amwaminie asipotee. Lakini kwa upendo wake mkubwa tena atawafanya wote wanaomwamini Kristo kuwa imara. Halafu atawalinda na yule mwovu. Na Mungu uaminifu wake ni kizazi hata kizazi. Mungu akutie nguvu mtazamaji na msikilizaji, ya kwamba uaminifu wa Mungu wa kukufanya imara na kukulinda na yule mwovu, hiyo ni ngazi itakayokupandisha kutoka utukufu hata utukufu, na kukifikia kile kimo cha kumjua yeye na kumtumaini pasipokuwa na mashaka wala mawaa, hatimaye uzima wa milele.
Bwana akulinde, akutunze, akuangazie nuru ya uso wake, akupe amani, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.